Eligible Bachelors ni picha kale ambalo mimi nakusogezea hapa wakuitwa Mr. Nine. Asubuhi tulivu, gari mbili za kifahari zinaonekana zikiwasili mahali fulani, na wamiliki wa magari yao walionekana wakianza kujibishana baada ya kushuka nje. Leronzo ndo alipata kuanza kuzungumza hapa. Tazama, tumetembelewa na Yuda Iskarioti, na hapo mchizi wa kuitwa William wakawa wamedakia na kukumbuka sana cha kulialia Lorenzo. Na shangaa umewezaje kualikwa katika mkutano kama huu? Na ndipo naye Lorenzo akaweza kuzungumza. Ulijua kuwa nimealikwa ili ulionyesha sura yako usaliti bila aibu. William akaweza kujibu, mtabaki kusema mamako aligoma kukunyonyesha na ndio maana unalialia sana tu. Samani sana, hamna pempas mazingira haya, fanya usepe tu. Na hapo mchizi Lorenzo akaweza kuzungumza, unaongea sana kama mwanamke na hauna hoja kuu katika maneno yako. William ukapata kuzungumza pia, Lorenzo, huu mkataba ni wangu. Oh, unatamani ile mkataba ni wangu pia mimi. Lorenzo naye akapata kujibu hivyo. Baada ya mizuzano walielekea kabisa mkutanoni. Kikao kilikuwa kinahusiana na masuala ya uwekezaji wa majengo ya kibiashara. Hivyo basi ilihitajika kampuni mojawapo ambayo ingeweza kuja na ramani nzuri kwa ajili ya kuwapatia wawekezaji hawa wa kigeni, na makubaliano yao yalihusisha mkataba mnono sana. Sasa hapa battle likaanza baina ya watu wawili, William pamoja na mwenzake Lorenzo. Na katika ofisi ya William alimpatia maagizo sekretari wake na kumwambia, Rosie, nahitaji uwakatie tiketi ya ndege Mr. Duncan pamoja na timu yake wafike kesho mapema sana, tumeelewana? Yes boss, lakini ulisema nifanye mimi jana. Asijali, nimesema na wahitaji kesho. Siwezi kushindwa na Lorenzo na timu yake, ni lazima nimshinde. Sema yatupasa tushinde huu mchezo. Bana, tukiangalia upande wa mchezo wetu Lorenzo, vijana wake waliwasilisha michoro ambayo haikumridhisha kabisa hata kidogo. Ina maana nimewapatia muda mrefu wote huu ili mniletee huu ujinga? Hapana boss, muda kiukweli haukututosha. Tuongezee ili japo tuje tuna plani nzuri. Ni wape muda gani zaidi? Mna muda gani katika tasnia hii? Na hapo bibie Amy akawa amevunja ukimya na kuzungumza. Boss, hebu tazama hii. Wow, ni nzuri sana. Kweli boss? Ndio, umeipatia wapi? Nimetumia tu mawazo yangu kichwani. Kwa nini hukusema mpaka nikawa napoteza muda kwa ajili ya hawa watu wengine? Nataka kushirikiana na wewe katika huu mradi sasa. Boss, unasema kweli? Ndio, na tena haraka sana. Boss, asante sana. Alisema na huku akishangilia kweli kweli bibie Amy. Basi wengine wakawa wameambua kabisa ondoke pale. Ikumbukwe kwamba Amy alimtuma kijakazi wa chini yake aitwaye Hawa afanye ile kazi, na akapita na upepo ule ule kwa bosi wake yule. Sasa huku upande wa pili kwa mdada aitwaye Hawa akiwa na rafiki yake ambaye ni Rosie, walikuwa wakizungumzia mchongo huo, na huku Hawa akimwambia kabisa rafiki yake kuwa ni lazima afanye tenda hiyo ili tu pesa ipatikane ya yeye kujikimu kimaisha. Na ilipofika majira ya asubuhi, tunapata kumuona bibi Hawa akibadilishwa laptop na rafiki yake huyo bila hata yeye mwenyewe kujua. Hawa alimaliza kujiandaa na kusubiri usafiri aliokuwa ameurequest bila hata mafanikio yoyote. Na Rosie alikuja na kumwambia, bado upo? Ya, ndio. Naona niliyemuita ananichelewesha sana. Na hapa bibi Rosie anapata kuzungumza, kwa nini sikusogeze na gari ya bosi wangu? Naye mchuchu Hawa akaweza kuzungumza kwamba hapana Rose, wewe nenda tu hata usijali. Bibi akasema hapo haina noma. Hawa alipitiwa na bosi wake mpaka ulipofika ofisini. Wakati huo bibi Hawa anawasili pale kazini kwa kuchelewa sana na kuanza kufokiwa na mrembo Amy ambaye ni mkubwa wake wa kicheo pale kazini. Na ndiye huyu anayemlipaga katika issue za michoro anayoagizwa na bosi wao. Na huku upande wa bibi Rose pamoja na bosi wake wanashangazwa kabisa na kazi aliyokuwa ameifanya Hawa, na ikabidi wapange mikakati ya kuweza kumpata Rosie wamtumie katika maandalizi ya project yao ijayo. Na huko lipo bibi Rose anakuja kuwasha laptop, ndipo anagundua kwamba haikuwa ya kwake bali ilikuwa imebadilishiwa. Alazimika kuaga ili apate kuifuata laptop yake, na huko akifanya mawasiliano na bibi Rosie. Bosi wa Rosie pamoja na Rosie akawa amemwomba Hawa aje kazini kwake na kisha wazungumze na bosi wake huyo ambaye ni William, adui wa Lorenzo. Hawa, rafiki yako amenieleza kila kitu kuhusu wewe na nimeona kazi zako. Una kipaji sana mpaka nimevutiwa na wewe. Asante sana boss. Hawa, nataka ufanye kazi na mimi. Rosie kanieleza kwamba unafanya kazi na Lorenzo. Nitadabu chochote anachokulipa. Anakulipa kiasi gani? Ananilipa naira 150,000. Oh, naira 150,000? Ndio mister. Mimi nitakulipa naira 500,000 na pamoja na kukupangia apartment na usafiri. Vipi, imekaaje hiyo? Kweli boss, unaenda kunilipa naira 500,000? Gari na apartment? Ndio. Na hata ukitaka zaidi ya hapo nitakupa kwa sababu unastahili kulipwa vizuri. Nimefurahishwa sana na juhudi zako. Bibi Hawa alibaki mdomo wazi pasipo hata kusema chochote. Na siku ilikuwa imepita hivyo. Siku iliyofuata bibi Hawa alienda kukusanya kila kitu chake na kumwaga mkubwa wake huyo ambaye ni Amy. Naye mrembo Amy akaweza kuzungumza. We Hawa, mbona kama sikuelewi? Hawa, napakia. Hawa, unaenda wapi sasa? Na laptop ipo wapi? Laptop ipi? Sikiliza nikwambie Amy, umenitumikisha sana vya kutosha. Na inatosha sasa. Nikupe tu taarifa kwamba nimepata sehemu nyingine ambayo itanilipa vizuri zaidi ya hapa. Kwa fani nilokuwa nayo mimi. Kwa heri. Bibi Hawa alienda kumwacha Amy katika mataa fulani, kwani sifa zake kwa bosi zilitokana na jitihada za Hawa. Bosi Lorenzo akaweza kumuita Amy na kumuuliza, kwa nini ulinidanganya kuhusu michoro ambayo hauna hata idea nayo? Nisamee sana boss. Nimekusifia sana na kumbe ni jasho la mtu mwingine. Boss, naomba nisamee sana. Kwani Hawa mwenyewe ameacha kazi hatonaye tena. Hawa yupo. Hebu toka ofisini kwangu. Bibi Amy alitoka na baadaye bosi alimtuma kabisa mpaka nyumbani kwa Hawa ili amwombe radhi na aweze kurejea tena. Lakini bibi Hawa aligoma kabisa, na ndipo bosi akawa amemkomalia Amy na kumwamuru amshawishi Hawa aweze kurejea kazini, bila hata hivyo Amy pia atafukuzwa kazi. Ikumbukwe kwamba bibi Hawa amekwisha kushawishiwa na ofa nzuri sana za Mr. William
William, na kesho yake anaonekana Mr. William akiwasili kwa Hawa. Lengo ni kupata mwafaka wa yale makubaliano yao, lakini Hawa aligoma kabisa na kusema, ningependa nisikuangushe katika hili, lakini naelewa Hawa, wewe unataka ujiajiri na pia sio jambo baya, itakuwa muwaza mbali sana, lakini pia tunaweza kushia kama kampuni mbili zikaungana katika uwajibikaji au vipi? Na kipindi wanasema hayo, mara punde mlango unagongwa. Bibi Hawa moja kwa moja alikwenda kufungua mlango, naye Mr. Lorenzo alipoingia ndani alishtuka kumwona Mr. William na kisha kumwambia, nilijua tu nitakukuta huku, manake wewe ni kama mbwa unayependa kabisa kusogelea mizoga ya kwangu. Oh, Hawa hawezi kabisa kuwa kwako daima, huwezi kumiliki Hawa. Hawa, rudi kazini, nitakulipa naira milioni 1 pamoja na malazi, usafiri na dereva wako, lakini pia utalipiwa ndege binafsi kusafiri popote utakapopataka wewe pindi tu ukiwa likizo. Hapana Lorenzo, siwezi kurudi. Basi naira milioni 2 kama kianzio cha awali. Hapana Lorenzo, hakuna gharama kunirudisha kazini kwako, nakuomba unielewe. Oh wow, nimependa jinsi unavyobembeleza Lorenzo. Haya basi tuendelee kushuti. Action. Na hayo maneno alikuwa amezungumza Mr. William, na ndipo Lorenzo akamjibu, Hawa nisikilize, chochote alichokuahidi huyu mimi nitakupatia mara 10 na nitakufanya uwe tajiri ndani ya usiku mmoja tu. Mr. Lorenzo, mimi nimechagua kuanzisha kampuni yangu binafsi, kwa hiyo haiwezekani. Ndipo bidada Hawa akaanza kabisa kupata picha kwamba William pamoja na Lorenzo wana uadui mkubwa sana, na siku moja mchezo wa kuita William ulipanga kabisa mihadi na bibi Hawa ili watoke out mara moja. William ulimfuata bibi Hawa ili amchukue kabisa na wasepe. Mchizi Lorenzo naye akubaki nyuma. Alifika nyumbani hapo na kisha kufunga njia Mr. William wasipate kutoka. Wewe Lorenzo, una matatizo gani? Unampeleka wapi Hawa? Unampeleka wapi huyo mwanamke? Ili alikuhusu. Nitakuchakaza mara moja Mr. Lorenzo. Hiyo mimi ndo napenda William. Lorenzo, hakika sitanii, nitakuchakaza. Na hapo Mr. Lorenzo akapata kuzungumza na kusema anza kupiga. Bibi Hawa aliwazuia wali Hawa wasipigane, na mwisho wa siku Lorenzo akawa amerudi nyumbani kwake na Hawa akaongozana na Mr. William. Na huko ndipo bibi Hawa alitumia nafasi ya kumdadisi William juu ya ugomvi wake na Lorenzo. Kisa kilikuwaje au sababu ilikuwaje? Na ndipo mchizi William akaweza kusema, Lorenzo, tulikuwa marafiki wakubwa sana mimi na yeye katika chuo fulani huko Uingereza. Chanzo kilikuwa ni taaluma zilifanana, mitazamo na shauku zetu katika maisha mbeleni yalikuwa yanalingana, lakini pia nilikuwa nikitembea na dada yake. Kwa hiyo Lorenzo alikuwa ni kama shemeji yangu upande mwingine. Siku moja dada yake aliliwa sana na akangangania aendeshe gari, na kwa bahati mbaya aligonga mtu njiani akawa ameuawa. Nilimripoti polisi dada yake Lorenzo na akafungwa, na hapo Lorenzo akawa amelaumu sana kwa nini nilimshtaki dada yake, na ndio sababu kubwa mpaka leo hii hatuzungumzi. Pole sana Mr. William, poleni sana. Na hapa bibi Hawa alikwenda moja kwa moja kumsimulia Rose shoga yake huyo kisa kizima cha Mr. William pamoja na Lorenzo. Na Rose akaweza kusema, shoga yangu, hapana, usijaribu kabisa kuingilia ugomvi wao hawa watu, hautobaki salama. Na Hawa akapata kusema, mpaka sasa tayari nimekwisha kujihusisha, haina namna tena. Basi hapo aliachana kihivu na siku ilikuwa imekatika. Siku iliyofuata tena bibi Hawa aliwasili kwa Lorenzo kwa lengo kuu kabisa la kuwapatanisha Lorenzo pamoja na Mr. William. Mara ghafla Mr. Lorenzo anapokea simu ya ghafla na kumuona bibi Hawa na dada yake wakiwa sebuleni. Hawa akaanza kuzungumza na dada yake huyo ambaye ni mlevi. Dada, naomba nikupe ushauri, hizi pombe ni mbaya sana kwa afya yako. Naomba unyamaze. Hapana dada, usipendelee vilevi dadangu, sio vizuri. Nimekwambia niache zamani. Dada huyo alipasua chupa ya pombe na kisha kumtoboa tumbo bibi Hawa. Kelele zilisikika nje na Lorena akawa amerudi haraka ili aone kilichotokea. Aliamaki sana juu ya kitendo kile. Basi utaratibu wa kumwisha hospitali ulifanyika hapo na akawa anapokea huduma nyingine za kitiba. Licha ya ajali hiyo kutokea, ila bado Lorenzo pamoja na Mr. William walikuwa wanafokeana sana hospitalini. Rose akachukua jukumu la kuwanyamazisha wili hao, na utaratibu wa wili hao Mr. William pamoja na Lorenzo ukawa ni wa kupishana tu na sio kuingia pamoja tena na kumuona mgonjwa. Na siku moja Mr. Lorenzo akiwa pale hospitali na Hawa, Lorenzo alimwambia kuwa Hawa, najua ni kosa langu, naomba unisamehe sana kwa yote yaliyotokea. Wala hata usijali, ni kawaida. Tafadhali Hawa, niombe chochote nitafanya ili tu nipate msamaha wako. Chochote? Kweli? Ndiyo, chochote. Tengeneza amani na William, hicho tu. Hapana, siwezi. Nilikwambia William na mimi. No. Uliniambia chochote, lakini muijenge amani na mrudi kuwa kama zamani. Sawa Hawa, ngoje nikuache, tutaongea baadaye. Na siku moja ukiwa hapo hospitali kumuona Hawa, Lorenzo alimuita Mr. William. William? Yes, tunaweza kuzungumza na kusikiliza. Nilikosea kukuchukia na nilipaswa kukusikiliza uliponiambia kuwa Lina anahitaji msaada. Ni kweli ulitakiwa kunisikiliza, lakini ulipuuza kwa sababu wewe ni mbuzi usiyeburuzwa. Na wewe ni mbuzi unaikizi vigezo. Usinikumbushe zamani mimi. Lakini pia sijaomba msamaha kwa ajili ya ushindani wa kampuni zetu. Chochote ulichokuwa nacho ndicho ulichostahili kukipata. Na ndipo Mr. Lorenzo akapata kumjibu tena William, nimefurahi kama umenielewa. Usijali. Na hapo alipata kusameheana na maisha yakaendelea. Na siku chache baadaye bibi Hawa anaruhusiwa kutoka hospitali ili kuja kujimalizia matibabu nyumbani. Na siku hazikupita sana muhinga, bibi Hawa alirejea katika hali yake ya kawaida. Na ndipo Mr. William pamoja na Mr. Lorenzo wakamsurprise na mkataba wa uchoraji wa ramani wa serikali ya Nigeria. Na kipindi anafurahia mkataba huo, wanamtoa tena nje na kumsurprise tena na zawadi ya gari kali kinoma kwelikweli, ambao naweza nikasema kwamba ni gari ya ndoto zake. Na hatimaye ametimiza kwa kupoa bure kutokana na kuwarudisha wili hao katika urafiki wao uliovunjika zamani sana. Na hapa tunapata kufika mwisho katika kigongo chetu ambacho kinaitwa Eligible Bachelors. Mimi wakuitwa Mr. Nai, na hapa ni Swahili Movie TV. Yes, tunabwaga.